wa dini ya Waislamu, dada na ndugu Waislamu, salamu alaikum. Asante sana. Mimi wacha nichukue nafasi hii kwa niaba ya mzee mwenye boma hii, kwa sababu kila boma iko na mzee ya nyumba 10. Mimi ndio mzee ya nyumba 10 ya area hii. Nimwambia karibuni. Karibuni hapa katika ikulu ya rais. Mjisikie mko nyumbani, and you are most welcome. Secondly, Your Excellency, mimi sikupata nafasi ya kufika hapa mwaka jana. Ulikuwa umenituma kazi nje. Lakini ile mwaka ingine tulikuwa pamoja na hawa Waislamu pale Karen. Na kwa sababu mimi mtu ya kusema ukweli, nikawaambia ukweli siku hiyo. Wengine wakaniamini, wengine hawakuniamini. Nikamwambia hawa ukweli ni kwamba Daktari William Samoei Ruto ndio atapita, ndio atachaguliwa, ndio atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na wa leo mmekaa hapa ikulu ya rais akiwa ameketi hapa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mkinikubalia kila mwaka nikuwe nikimwambia ukweli. Ya pili, rais, ni kuambia hawa dada zetu na ndugu zetu kuwapongeza for their sacrifice and for their consistency in their faith. And as we are just about to mark the end of Ramadhani, tunawatakia mema tukiendelea katika sherehe za Eid. Mimi tu niseme our Waislamu, most of them, especially wale wako hapa Nairobi and other major towns, are business people. Na huyu rais wetu aliingia serikali kukiwa na matatizo mengi. Lakini baada ya mwaka moja unusu, kwa bidii, hard work, commitment, focus, uchumi wa Kenya umeanza kuonesha dalili nzuri ya kuelekea mbele. As we speak, mnajua pale miezi 2 iliyopita dola ilikuwa 166, sasa imeteremka ndio hiyo, inaelekea huko chini na itaendelea kuteremka. Kwa hivyo muendelee na biashara. Ya pili ni kwamba rais wetu katika mikakati ya serikali amepanga mambo ya usalama. Nyinyi hamwezi fanya biashara kama hakuna usalama katika Kenya. For the first time in the last 1.5 years, ndio usalama wa Kenya umedumishwa na njia sawasawa. Hakuna robbery with violence, hakuna burglary, hakuna terrorism. Sasa kila mtu afanya biashara na biashara ziendelee kupanuka kwa sababu ya hali nzuri ya usalama. And we must admit that among the people wamemsaidia rais kuweka usalama ni watoto wenu Waislamu. Tuko na huyu Aden Duale akiwa ni waziri wetu wa ulinzi. Tuko na Gabo ambaye ni Deputy Inspector General of Police. Tuko na DCI Amin. Tuko na Nuruddin Haji, Director General of National Intelligence Service. Kwa hivyo tunasema kwa wale Waislamu rais amepatia kazi, wametia nyinyi heshima. They have worked very hard, and from where I sit, where the president sits, the Muslim brothers and sisters he has given an opportunity to serve have done very well. Na tunataka kusema asante. Nikimalizia pia niseme, during the worst drought in 40 years, after 5 failed successive seasons, rais na serikali yake alifanya mpango ya kwamba pale Northern Kenya hakuna Mkenya hata mmoja alikufa kwa sababu ya njaa. Wakati wa El Nino pia rais aliweka pesa za kutosha katika sehemu hizo. Na kwa hivyo kama kuna Wakenya wameangaliwa vizuri na hii serikali yetu, ni ile pahali nyinyi ambaye mmetoka. Nikimalizia, mmesema vizuri. And it's good to admit when something good has been done. When the president was sworn in, he confirmed to the people of Kenya that the era of extrajudicial killings is a thing of the past during his presidency. And we are grateful that you are acknowledging that that has been achieved, na hiyo itaendelea tukiendelea pale mbele. Nikimalizia rais, I'm very happy that these leaders have accepted in your presence before everybody in Kenya that we have a serious challenge of drug and substance abuse
in areas where they come from. That admission is very important. Kwa sababu tulikuwa pale Pwani, conference ya kupambana na mihadarati, na viongozi wengi sana wakafika. Huyu speaker alikuweko, waziri Mvuri alikuweko, governor wa Lamu alikuweko, governor wa Kwale alikuweko, governor wa Mombasa alikuwa senator akatuma deputy, members of parliament walikuweko, lakini kuna wachache hawakufika. Na baadaye wakatumia maneno makali ya matusi ya kwamba ati hakuna shida ya mihadarati katika Pwani. Kwa hivyo vile mumeongea mkiwa viongozi wa dini ya kwamba there is a serious problem na mnataka tupambane nayo, sasa mkisikia tumeingia pale na kazi inafanyika, mpige makofi peke yake. And Your Excellency, the course we have already started. When we went there, under the team you asked me to lead, we made some changes. Quite a number of drug barons have been arrested. A lot of other middle-level peddlers are being arrested, and work is going on. Katika Northern Kenya and Northeastern, tumekubaliana na waziri wetu wa ulinzi ya kwamba tukimaliza Ramadhani, we shall have a conference pale Garissa. Tafadhali, our sheikhs, our imams, elected leaders, mkuje tukubaliane. There is a big problem. A lot of drugs are coming through Moyale. A lot of drugs are finding their way in all the small towns. Na watoto wetu wamekuwa zombies, and your concern is legitimate. We have very clear instructions from the president. The team, the multi-sectoral team that I lead, we have very clear instructions that this is a government under President William Ruto that will solve the problem of drug and substance abuse in this republic. Kwa hivyo tutakuja na kazi itafanyika. Ningetaka kwa heshima niombe nyinyi msimame, munisaidie, tumukaribishe kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Karibu, Mr. President. Asante sana Mheshimiwa Deputy President, tafadhali tuketi. Asanteni sana.